Daima upendo una sura mbili, japo wengi wanayojua moja. Wakati wa raha, faraja na nyimbo na zawadi kede kede, wanalizika na upendo huo. Ila upendo una kipimo chake, wakati wa shida, raha na wakati wa magonjwa. Wakati ambapo waona tabia, kasoro na mapungufu, hapo ndipo upendo hupimwa. Hapo ndipo upendo hupimwa. Chomoza, a hub of hope. Asante kwa kuendelea kutufuatilia kwenye Chomoza Clouds TV. Mungu akubariki. Na sasa naomba uchukue peni na karatasi. Leo bwana Dokta, kuna rafiki yangu leo nataka nimkaribishe kabisa. Huyu ni ndugu yako kabisa. Anaitwa Apostle Elisha. Apostle Elisha Mbavu. Elisha Mbavu. Najua yuko kwenye TV sasa hivi. Naomba uchukue Apostle Elisha, chukua daftari na karatasi. Lakini pia nawaambia marafiki wangu wengine nao wachukue peni na karatasi. Tumeanza mwaka salama. Amen. Dokta yuko hapa. Tunataka kusikia maneno ili nafsi zetu ziponywe. Amen. Karibu Dokta. Heri ya mwaka mpya, heri ya mwaka mpya mwanangu. Heri ya mwaka mpya ndugu mtazamaji. Tumeanza tena kwa neema yake Mwenyezi Mungu, tutasafiri salama. Kumbuka mara ya mwisho tuliongea siku ya Christmas, tukianza somo jipya linalosema mawazo. Ni somo nyeti katika department ya psychology, katika maisha ya mwanadamu, kwani kila kitu ni mawazo. Leo awali ya yote, kabla tujaendelea, tutaongelea the tool magnetism, ama kwa lugha nyepesi tuite tu magnetic tool. Usipoelewa magnetic tool, chombo cha mvuto au mvutano, huwezi kamwe kuelewa mawazo kama wimbi yanafanyaje kazi. Leo tuko katika ulimwengu ambako tulipotea asilimia kubwa, hata contact na Mungu hatuwezi tena, tunatumia maigizo. Na unayenitazama sasa hivi kwenye TV, unayetutazama timu Chomoza, unaelewa hilo kwamba ni kweli na bahatisha tu. Mambo ya tunaojiita kiroho, mambo ya spirituality, sometimes tunasema sisi tunajua kusoma vitu vya siri and so on. Lakini kila mwanadamu ana siri za maisha yake. Mwaka huu umeanza, una tarakimu 7. Itapendeza ukituliza mawazo kichwani mwako ili ukamilike katika pumziko. Ndugu mtazamaji, mwili wako unaitwa magnetic tool. Magnetism kali inafanyika kati ya mwili wetu unaoonekana, ambao unazuia mwanga, na nishati inao drive maisha haswa. Ukielewa somo hili, kama uwezo kaongelea xenophobia, uwezo kaongelea agoraphobia ambayo inaleta panic. Leo tuna panic attack kwa watu wengi, hadi stroke inakuwa routine kwa maisha ya wanadamu wengi. Ni mambo ambayo tupangilii, lakini vurugu ikiwepo kati ya nishati na chombo, changamoto tayari. Dereva hana breki ipo kwenye gari. Ina maana breki ni sehemu ambayo dereva inabidi ana uwezo wa kucontrol. Tatizo hilo likiwa kwenye breki, dereva anaweza kakanyaga breki lakini gari bado inagonga. Mwili wako mwanadamu, mwili wetu kama binadamu, ni mwili ambao ni wa magnetic, kwani ardhi ni gravity. Kwa hiyo huu mwili umeumbwa, umetengenezwa kwa mfumo wa mvuto. Kisha mwili huu
Sayansi, kwa sababu tunalazimisha majibu na sayansi inadai evidence, hakuna daktari ambaye aliyewahi muona mtu. Tunaona chombo chake, vyombo vyake. Mwili huu ukielewa operation yake, ukielewa chombo kinafanyaje kazi katika magnetic field yake, utaweza kutengeneza coordination kati ya nishati mawazo ambazo zinatembeza mwili. Uta create balance in real time. Ndugu, utaishi maisha kama Bwana Yesu alivyokuwa naishi, kama wateule wa Bwana Mungu walivyokuwa naishi. Leo hii tunaigiza sana, kwani wanadamu wanaongozwa wepesi kwa vitisho. Ukiwa unamwonyesha unajua zaidi yake, unaweza ukamtemi, anakufuata. Kumbe na wewe mwenyewe kisiri unajua kabisa ujui. Kila mwanadamu ana pressure zake na kadhalika. Ndio maana ukizembea katika dunia hii utaendeshwa, kumbe uliumbwa kuendesha. Mwenyezi Mungu aliyatuumba dunia hii tuje kufundishwa. Tumeumbwa kuja kujifunza. Kazi ya mwalimu ni kukuletea habari kama tunavyofanya hapa. Mwenye uwezo wa kujifunza ni wewe tu. Watu wengi tumezembea, tunasubiri tufundishwe hadi tushikwe mkono. Kama huyo mlemavu mbele ya hekalu alikuwa anatarajia pesa tu, sio kutembea. Watu wengi dunia hii tunatamani tuendelee na shida, hatulengi hata kupona kutoka katika shida hizo. Hatuna hiyo, kisa tumeshazoea, tunahurumiwa. Bwana atakuinua tu, Bwana atakushika tu. Ndugu, it's time kila mmoja wetu aamke. Mwili wako ni magnetic tool. Mwili wa binadamu, ubongo tuna refer nayo kama kwamba ubongo unafanya na kadhalika. Signal inasomeka hapo, ubongo unafanyishwa. Pasipo na oxygen ndani ya ubongo hakuna tena uhai, hakuna tena matumaini. Oxygen ikizidi kupungua, ufahamu unapotea. Oxygen isipokuwepo, ambao ni hewa, pumzi, hewa nyepesi, isipokuwepo ndani ya tool ya chombo hichi, hakuna uhai tena. Ina maana kinacho activate chombo hichi ni oxygen inayoingia. Na oxygen hiyo inaingia every now and then. Tunavyoongea hapa ni kinyamaa naingiza, natumia pumzi niliyoingiza kuongea, nikimaliza na nyamaa. Mwanamuziki yeyote anayeimba anaimba aingizi pumzi. Akiacha pause ile silence, ndio pumzi anaruhusiwa kuingiza pumzi, kupumua. Na silence inahesabika kama figure ya music. Silence ni musical. Kisa bila silence uwezi ukaingiza pumzi, utaimbaje? Ndio maana mwimbaji mzuri unampima, anachukulia wapi pumzi. Mwimbaji wa maana anachukua pumzi sawa na beat inavyokwenda. Hatuko hapo leo kuongelea muziki, lakini muziki ni sehemu nyeti ya maisha, kwani ni sound. Nao ndugu mtazamaji, tumepotea sana kiasi cha kwamba twazani sisi ni miili yetu. Kumbe miili ni chombo. Mwili ni chombo chako ulichopewa, hicho chombo kikiwa na miezi 3 takriban. Ndani ya tumbo inabidi mimba iwe na miezi 3, takriban miezi 3, ili nishati hiyo iingie kule, ianze kuactivate, kuanza kutingisika. Tunapozaliwa katika dunia hii, nishati kuu ina connect na huo mwili. Ndio maana mtoto wako alianza kutabasamu kabla hajajua maana ya tabasamu. Alilia kabla hajajua maana ya kilio.
alicheka kabla hajaelewa maana ya kicheko, alitingisika kabla hajajua maana ya kutingisika. Chochote ambacho kinakuwa active katika ulimwengu huu ambao ni wa gravity, control yake ipo. Ninavyoongea hapa sasa hivi, kuna kamera mbele yangu, natazama kamera, na wewe unayenitazama kwenye TV unaniona karibu na TV, lakini hauoni kamera iliyonisogeza pale, na kamera iko mbali nami, ili fursa hiyo ipatikane, wewe uweze kaniona mzima. Ukiwa mbali na jengo unaliona zima, ukilikaribia sana utaona lango pa kuingia tu. Ndio maana hata kwenye ndoa nyingi zimeharibika, zinavurugika, watu wanamekaribiana, wanazani wako karibu mno. Mwanadamu, ndugu zangu, usizani uko karibu naye kwa sababu mwili wake uko hapo. Uko karibu na mtu kwa kuwa umakini wake uko hapo. Ndio maana ndoa zilizofanikiwa ni ndoa za distance. Una maintain umbali, usizoee mke wako, usimzoee mume wako, kwani umbali bado. Somo hili la mawazo litatufungua kiasi cha kwamba watakao kuwa na nia watakula tunda la nchi ya ahadi. Ndugu mtazamaji, Brother Jimmy, mwanangu Evans, mwili ni chombo cha mvutano, chombo cha mvuto. Lengo lake ni kuweza kuvuta kwa kasi. Ina maana nishati inayomwendesha mwili sio ndani mwake, ni nishati inayotoka nje kuja kwake. Kwa kuwa kuanzia nishati nambari 1 ni nishati iliyotoka nje kuingia, kama pale bustani mwa Edeni Mungu alipuliza pumzi ya uhai na mwili ukawa nafsi hai. Tuko sambamba? Ukawa nafsi hai. Lakini wakati Mungu aliumba pale Mwanzo sura ya kwanza 26 hadi 28, alimuumba mtu kwa sura na mfano wake, sio nafsi hai. Alimuumba mtu kwa sura na mfano wake, male and female created he them. Ina maana mwanaume na mwanamke katika creation walitengenezwa, waliumbwa wakati mmoja. Mwanaume na mwanamke ndio mtu. Lakini wakati wa kutengeneza mwili ulitengenezwa moja, mwanaume na mwanamke wakawekwa ndani humo. Kwa mfumo wa pumzi kutoka kwake Mungu, maisha yalianza hivyo. Mungu akaweka pumzi ya uhai, nostrils, hapa, na mwili huu ukawa nafsi hai. Ina maana uhai ulitoka nje kuingia ndani ya mwili. Yes. Na wakati wowote uhai ule haukai ndani ya mwili moja kwa moja, unatoka unarudi, unatoka unarudi. Yes. Kwa nini? Kwa sababu inabidi uhai uendelee kuchota kwa source. Pumzi asipochukua kwenye source kurudi, manake anakauka na wither. Akisha wither, kuna ukame, kuna kukauka, na ndio tunaita umauti, ndio kifo. Inabidi wakati wote uhai uendelee kuflow ndani ya mwili. Ndio maana mwili umepewa uwezo wa kuwa magnetic. Ubongo wetu ni magnetic. Everything ndani ya mwili ni magnetic, kwa sababu mwili ni ardhi. Gravity inasababisha ukirusha kitu inavuta, inarudisha. Mvutano ule ndio mfumo wa mwili wetu. Kisa mwili unategemea vyote vya kumactivate kutoka nje. Yeye ni mauti tu. Mwili huu ni tool, ni chombo ambacho mtu yeyote aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu amepewa kutumia hicho chombo cha mvuto, aendelee kumaintain, kuchota kule kwenye source, ili mwili uwe hai, uwe active katika ulimwengu wa mwili. Na mwili huu ili ufanikiwe, inabidi kuwepo na uwiano kati ya source na activation ya energy. Ubongo wetu unapokea signal, kwani una uwezo wa kuvuta signal. Ndio.
una uwezo wa kuchukua signal nje na kuleta. Ina maana moja kwa moja hapo unapata picha ya kuelewa kwamba mwili unaendeshwa au wendi. Magnetic tool ni mnara, ni pylon, ni pillar, kama tunavyoona minara ya simu, ndio mwili. Kazi yake kuvuta signal, aidha kupeleka signal au kutunza hiyo signal. Unapima ubora wa uhai wa mtu ndani ya mwili kwa mapigo ya moyo, na mapigo ya moyo yanakuwa determined kwa mzunguko wa damu inavyotembea. Na damu inavyotembea, hemoglobin ni nyeti, kwani hemoglobin ndio oxygen ndani ya damu, hewa. Uhai hautokei ndani ya mwili, unakuja ndani ya mwili. Kila tunapoingiza pumzi, uhai unakuja, ni fuel. Kila tunavyovuta, mtu haswa ni yule unayemuingiza wakati wote na kumtoa. Ndio mtu haswa, ndio wewe haswa, ndugu mtazamaji. Make no mistake about this. Wewe haswa ni ile pumzi inayotoka na kuingia, na kitendo cha kutoka na kuingia ndio activation ya brain. Ukienda hospitali, electroencephalogram inasoma EEG, inasoma signal ya ubongo wetu kama umeme tu. Umeme unaweza ukaona taa, mwanga, lakini umeme hauonekani kwa macho. Ni nishati. Unaweza ukashika umeme, unapigwa bonge la shoti, lakini hauoni, unaona waya tu. Nishati hiyo inatembea pale, na nishati hiyo kwa asilimia kubwa inatembea kwa mfumo wa gas au pressure ya maji inayozunguka. Hatuko hapo vacuum ile na power inayotengenezwa. Lazima kuwe na uhai unaotembea. Uhai una activate everything. Umeme ni uhai, maji ni uhai, ni H2O, ni oxygen. Mwili wa mwanadamu more than 75% ni maji, manake oxygen. Kwa hiyo ulimwengu hapa tulipo, space hii, anga, kwa sababu tutaiongelea pia anga. Watu wanafikiriaga anga ni kule, hapana. Anga ni kuanzia ardhi hadi kule ambako maji yasiyo solid yapo. Yes, anga kati ya space hii tunaona anga ni space. Yes, yani space hii kuanzia ardhi unapokanyaga kuinuka kwenda hadi kule ndio tunaita anga. Watu wanafikiri anga ni ile tunaona, ukienda kule ufiki. Nenda hadi utafika huko. Ndugu mtazamaji, Mungu aliweka ili kutenganisha maji na maji. Kwa hiyo ukipanda sana hadi ukifikia hypersonic, utakuwa unasikia kabisa kwamba, yani hiyo supersonic, unasikia hali ya maji. Oxygen nao kuja unasikia kama fresh karibu na maji. Ndugu, Biblia inaongea kweli, si masiara, lakini uelewa ndio unatupiga chenga, kwa sababu unasoma kwa lugha ya ujanja wako. Ndugu zangu, Mungu akuumba dunia kwa kutumia lugha ya Kiingereza au Kiswahili ama Kifaransa ama Kiyunani, sijui Kiyahudi. Mungu aliumba dunia kwa kutumia lugha ambayo ni mathematical. Neno la Mungu ni hesabu kamilifu. Kwa hiyo usiposoma hesabu ipasavyo, utafikiri unatumia lugha yako na kijanja na ujanja fulani. Tuwe makini. Watu wanaoogopa kifo ni wale ambao waelewi kwamba miili yao ni chombo. Watu ambao wametawaliwa na vitu vya dunia hii, ambao pressure ni rafiki yake. Watoto kuwaongoza unashindwa. Hata watoto wako umewazaa, una mamlaka juu yao, kwa sababu unajilink na experience ya mwili wako. Katika huu mwili mtakatifu hayupo, lakini sote initially ni watakatifu na watukufu wa Mungu, kwani sura na mfano wa Mungu. Ndugu mtazamaji, tuta restore authority ndani ya miili yetu. Maneno nayo yatamka hapa sasa hivi sio maneno ambayo mtu alinipa au kitabu fulani nilisoma. Ni maneno yanayokuja na connection iliyopo kati ya chombo hichi na space ambako oxygen inapokuja.
mvuto unaokuja kutafsiriwa na brain iliyoko hapa ndio inayotafsiriwa kwa maneno haya ili upate kwa Kiswahili, lakini signal siipati kwa lugha yoyote ile. Tuamke, tuwe macho. Miili yetu ni vyombo ambavyo tunavitumia kwa muda tukiwa hai. Wenzetu wametuzidi kiasi fulani. Wazungu hawatishiki sana wala hawasikitiki sana kwa kifo sawa na sisi wa Afrika. Inaonyesha information ya kwetu, level yetu ya taarifa ni ndogo. Ili utupime, angalia magazeti yetu yanavyoandika. Yani wanaoandika magazeti wanatuchukulia sisi kama vitu havifanyi kazi. Ndugu zangu, Tanzania wenye akili ni wengi mno. Tunalalamika eti watu ukiwapelekea mambo magumu wataelewa. Ndugu, make no mistake about this. Anayeweza kupumbaza watu ni anayeleta taarifa tu. Tusichukuliane poa, iwe makanisani, misikitini. Elewesha watu, elimisha watu, ukijua kwamba hao watu ni sura na mfano wa Mungu. Miili yao ni vyombo tu. Katika uchombo anaweza kawa ana cheti, lakini kama mtu cheti haihitajiki. Nishati hiyo ni pure, ni infinity, ni divine power. Ndio maana mzazi yeyote aliyefaulu katika malezi ni yule mzazi ambaye anamlea mtoto mdogo kana kwamba anaongea na mzee mwenzake. Yes. Mwanangu mdogo, mwanangu bado hajaelewa. Ataelewa lini? Unadhani mwili ule mdogo ni mtu mpya? Yeyote aliyezaliwa anazaliwa na mwili wa uzee. Angalia mtoto aliyezaliwa leo ni mzee, ana meno. Wazee ndio wanaga meno. Tofauti ni kwamba yeye process yake, organs zake bado zinaruhusu kuotesha. Zinaruhusu kuotesha. Make no mistake kwamba huyu ni mdogo. Mtoto mdogo ndio mwenye uwezo mkubwa wa uelewa, kwani mwanadamu haswa katika dunia hii ujana tu ndio utendaji. Tofauti yake ni nguvu tu. Sisi haswa ni utoto na uzee. Ndo picha yenyewe. Kwani mtoto malaika wake unasomeka, mzee hekima yake nasomeka au la, inategemea umejifunza nini. Tunafunga ukurasa leo kabla sijakatishwa, kwa sababu ni nyeti nisikatishwe. Yes. Niweke mambo sawa. Tuweke mambo sawa kwa neema yake Mwenyezi Mungu. Amen. Ndugu mtazamaji, ondoa zana ya kufikiri kwamba mwili wako ndio wewe. Gari likigonga aliwezi kupelekwa mahakamani ili gari ihukumiwe. Anapelekwa dereva aliyegonga. Anaye drive hiyo gari ndio anayefanya gari, anayesababisha gari kufanya yale ambayo gari inafanya. Ukiona gari linakimbia sana, alikimbii, linakimbizwa. Mwili wako ni chombo, unaliendesha remotely kwa kutumia power ambayo iliyopo pale ndani ya mwili, mvuto ule, magnetic field. Wewe ndio unachukua mawazo, unapeleka signal kama simu inavyopigwa inakwenda kwenye mnara. Mwili wako ni mnara. Mawazo ndio yanayokuja kuleta dynamism. Mawazo ni dynamic. Mawazo hayapunguzwi wala hayagawanywi. Mawazo yanajumlishwa au kuzidishwa. Tuko sambamba hapo? Kwa hiyo tutaiongelea vyema tutakapo kwenda kuongelea management. Leo tunaongelea magnetic tool, ambao ni mwili wa binadamu, ni mnara ambao wewe unakujaga, unaupeleka, unaulaza. Ili uende kulala, wewe ndio unaupeleka mwili wako, unaupeleka kitandani. Ndio maana usingizi unapokuja hadi ufahamu upotee, ndio maana unalazwa. Kwa hiyo uwezo kaamua nimelala sasa hivi na umelala. I'm gonna make you laugh great. One day tulikuwa tunaongea, baba Mungu amlaze salama, baba shaacha chombo, lakini yupo kaka yetu alikuwa ana kiburi sana, kaka yetu mkubwa yule wa pili. Punguzeni kelele, sisi tumelala. Baba akamwambia, wewe acha kelele, aliyelala asikii. Kwa hiyo historia hii hatuwezi kuisahau.
kwamba aliyelala asikii. Wewe umelala alafu unasema sisi tupunguze kelele, wewe umelala. Huwezi kasikia ukiwa umelala. Kinachotokea ni nini? Kinachotokea ni kwamba magnetic field inaweza kuwa active au la. Inategemea dimensions ambazo tutaongelea pia hapa. Mtu aliyelala ukimwangalia unamwona anapumua. Lakini unaweza ukamtingisha hivi asiamke kabisa, lakini anapumua. Ndio. Ina maana mtu, roho yeyote yule mtu anabaki na control ya activity ya identity yake, kwa sababu lengo kuu la mtu ni kutafuta ID. Tunatafuta nimetokea wapi. Ndio mama wale mnaowaficha watoto baba zao au mama zao, unapoteza muda. Atamtafuta zaidi mzazi asiyepatikana. Hata huo mzazi alikutesa namna gani haimuhusu. Mwanadamu yote anatafuta anatokea wapi, source yake, na mwisho naelekea wapi. Ndio maana dini na watu wengi, kwa sababu presumably What do you mean? Dini ilikuwa inaonekana kama na majibu ya afterlife. Kumbe ndugu zangu, the only path to life is death. Yes. And the only path to death is life. Yes. Ili ufe inabidi uwe hai. Ili uwe hai inabidi ufe. Mbegu inaonyesha watu wote waliokufa wako hai. Watu wote walio hai watakufa. Kwa hiyo, na we were saying, sio watu watakufa kwa maana ya kutoka kwenye mwili. Mwili huu brother Jimmy, unapumua, lakini wewe uko elsewhere. Unaweza ukawa unajiona kwenye ndoto, una venture kungine kabisa, una venture. Tunaita hiyo dream. Unasema I'm dreaming. Ukiamka asubuhi uliota dokta anafundisha hivi, Evans amekaa mkao fulani. Ukiona hali hiyo katika ulimwengu wa hapa, utaona kabisa maisha yako sawa. I seen it. Ilikuwa predicted. You see? Lakini ukiona kama tulivyokaa hivi, unakwenda usiku na lala unaota kama tulivyokaa hivi, inaitwa nightmare. Kwa sababu imeisha tokea. Mambo ambayo yako real, hayako hapa. Ulimwengu huu ni ulimwengu wa feki. Kila mmoja anachezesha mwili wake anavyotaka. Tumevalisha miili yetu tulivyotaka. Studio hii tumepamba tulivyotaka. Ina maana kuna ubunifu fulani wa mtu pale. Manake reality haiwezi kasomeka kikamilifu. Reality inasomeka kule ambapo bunifu yupo. Pale ambapo creation yupo. Now creation sio kwenye ulimwengu huu wa mwili. Creation ni katika ulimwengu wa nishati. Now, ndugu mtazamaji, shikilia hii ili ubaki nayo kwa siku ya leo. Miili yetu tunaiziendesha remotely. Kama unavyochezea TV, wewe na mwili wako mko distant, amko karibu. Unaulisha. Ndio maana kabla ujala unaangalia chakula. Macho yako attached hapa. Ubongo wako na perceive signal kwamba unakula nini kulingana na taarifa ulio nayo kuhusu kile unachokila. Kama una taarifa unaona tu hichi ni chakula. Ubongo na perception ni beyond senses, beyond sensory. Mwili wa mwanadamu ambao ni magnetic, mwili huu ni sensory. Kuna 5 senses. Hisia zote hizo 5 ziko connected na mwili ili zipeleke senses signal. In other words, yule mkuu atafsiri signal hii ni nini. Sayansi ya neuroscience inaona mambo yote yanafanyika kwenye ubongo, lakini ubongo ni white matter. Lakini ubongo hauwezi, ni kitu tu. Mtu akifa ubongo upo lakini inactive. Are we together? Ina maana kuna nishati, electricity, activate brain, kumpa brain uwezo wa kutafsiri hivyo vitu. Chochote kile, macho ya mwanadamu pasipo na uhai, macho yapo lakini amekufa. Macho yaoni tena. You see? So kimsingi tukifocus kwa mwili huu tunakuwa na mipaka. Ndio maana paka kesho hakuna mtu anayeelewa mwili huu. Ndio maana hata mwili wenyewe ukianza kuchezewa tu, mahospitali, kwa waganga, kwa watu kadhaa, watu wa dini, wakianza kuchezea tu mwili huu, umeshapoteza
gadget, tool ambao umepewa ili uwakilishwe nacho katika ulimwengu huu. Nafunga ukurasa kwa kusema wiki ijayo, Bwana tujalie, tutanyooka ipasavyo. Ndugu mtazamaji, mawazo ndio dynamism ya mwili wako. Mwili wako unaupelekaga kitandani, unaupeleka studio asubuhi na mapema Jumapili. Mungu akubariki. Brother Jimmy na mwanangu Evans. Asa Jimmy, unavyojitolea kutoka asubuhi na mapema unakimbia, wewe ndio unatoa mwili, wewe ndio unaukimbiza hapa studio. Na Joseph mwana hapa unamkuta hapa ameshapanga mambo. Bwana Mungu awabariki. Ndugu mtazamaji, ulivyokaa mbele ya TV umeupeleka mwili wako hapo. Ukiamua kupeleka mawazo yako kungine, mwili utabaki hapo na utaangalia TV bila kuona. Utasikia sauti bila kuelewa tunasema nini, ijapokuwa Swahili ni lugha yako. Ina maana mwili wetu ni chombo tunachokitumia remotely. Isingekuwa remotely, mwili usingehitaji senses. Sensa zinakwenda kusomeka, zinasomeka beyond the physical. Mawazo ni nyeti, kumove mwili with accuracy and perfection. Bwana Mungu akubariki. Haya. Bwana ibariki Tanzania na uongozi wetu wote. Amani yako idumu, utufunulie, tusome vyema. Wawezeshe watu wako waelimishwe nawe zaidi, kwani sisi tunatumia lugha ya mipaka. Bariki East Africa Community, bariki Africa in general na ulimwengu wote, na viongozi wote wawe chini yako. Amani idumishwe. Bwana Mungu ibariki Clouds Media Family na uongozi wetu wote. Mungu aibariki Chomoza na uongozi wetu. Bwana Mungu akubariki ndugu mtazamaji mpendwa, na wakwako wote wabarikiwe kwa mwaka huu. Bwana afanye perfect kazi yake, ili tarakimu 7 mpumzike ipasavyo kipilika pilika, na amani yake isomeke kuanzia hapa Tanzania kwetu kwenda Afrika nzima na ulimwenguni kote. Tuwapenda daima. Bwana Mungu awabariki. Happy New Year. See you next Sunday, God willing. Thanks for your time. We love you and always will do. Thank you. Mungu wetu tunakusifu, Mungu wetu twakuinua, yale uyatendayo makuu mno. Fadhili zako za milele haufananishwi na chochote. Iwe uliye mwanzo tena ni mwisho. Chomoza, a hub of hope.